Uholanzi ina watu milioni 18. Nilikuwa nasoma takwimu hapo za bidhaa za mazao ya maua na mboga mboga. Mwaka jana Uholanzi ime-export bidhaa za mboga mboga na matunda na maua dola za Kimarekani bilioni 128. Sasa tukizibadilisha kwenye fedha za Kitanzania, sijui ni trilioni ngapi. Ni trilioni nyingi. Bajeti ya Tanzania ni dola za Kimarekani bilioni 10. Dola za Kimarekani bilioni ngapi? Bilioni 10. Sasa hiyo ni bajeti ambayo inapangwa. Hatuna uhakika kama tutapata hizo fedha, kwa sababu humo zimo fedha za wahisani. Wao wameuza matunda na mboga mboga peke yake. Bajeti yetu miaka 12, yani mazao waliouza kwenye nchi ndogo kuliko mkoa wa Mbeya, ni bajeti yetu kwa miaka 12 mfululizo. Sisi ukija hapa Mbeya, vijana hawana ajira. Uongo kweli? Maisha ni mabaya. Na ndio maana waziri mkuu kwa kutokufikiri vizuri, anafikiri eti vijana wakienda VETA ndio sijui ndio ajira zitapatikana. Sasa unajiuliza hao watu hivi fikra zao zikoje? Kwa sababu hata ukipeleka hao watu VETA, kazi hizo za VETA ziko wapi? Wangapi wamesoma umeme wako mtaani? Wangapi wamesoma fundi magari wako mitaani? Wangapi wamesoma ujenzi hawana kazi? Maelfu ya watu. Uongo kweli? Kwa hiyo hawa watu hawawezi kutengeneza ajira kwa sababu hawana uwezo, wanawaza kuiba. Sisi tukikabidhiwa nchi hii kwa sanduku la kura ambalo mwenyekiti atakuja kueleza njia tutakazopita ili tushinde uchaguzi kwa haki, tukikabidhiwa nchi hii watu wa Mbeya, kwa mfano mwaka jana serikali imenunua chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani trilioni 1.2. Chuma ndio kinatumika kujenga reli, chuma ndio wanatumia kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, nondo tunazotumia, mabati. Ukienda pale Ludewa tuna chuma pale Mchuchuma na Liganga. Ameanza kuzungumza pale Dr. Slaa akiwa bungeni kwamba tutengeneze kiwanda chetu cha chuma. Kwa hiyo sisi tungekuwa madarakani, wakati tunamuita Mchina kutujengea reli, tukimlipa trilioni 7, tunamwambia chuma chote utanunua ndani. Kwa tunampa fedha kwa mkono huu, zinarudi kwa mkono huu. Hivi mnanielewa vizuri? Maana yake ni nini? Maana yake hizo fedha zingerudi kwenye kodi, zingerudi kwenye viwanda vya ndani. Maana yake ni kutengeneza ajira kwa watu wetu. Mwaka jana kwa takwimu za BOT, serikali ya CCM chini ya Rais Samia wameagiza mayai ya kuku, nyama za kuku, vipapatio kutoka Marekani, dola za Kimarekani milioni 24.8, bilioni 68. Vijana wa Mbeya hamna ajira. Tukichukua hizo fedha tukawapa vijana hapa wakatengeneza mabanda ya kuku, hizo kuku zote zitanunuliwa hapa. Maana yake ni nini? Huyu kijana aliyepewa fedha akipata hizo fedha atataka kujenga, fundi ujenzi atapata kazi. Mnanielewa? Fundi ujenzi akipata hizo fedha atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Mama akipata fedha atamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda ataweka mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule ataajiri mlinzi, mlinzi atanunua kitanda, carpenter atapata fedha, fedha itazunguka na nchi itakuwa na mapato.
Akili ya namna hiyo haipo kwa CCM. Wanachukua fedha hizo wanapeleka Marekani, wakaajiriwa wa Marekani. Wanajenga mwendo kasi Dar es Salaam, BRT zile, alafu wanataka wamlete Mwarabu anunue mabasi ndio aendeshe pale. Maana yake ni nini? Mama anayepanda gari kwa shilingi 200 kutoka Mbagara kuja Posta mjini, akilipa shilingi 200, Mwarabu anaichukua anaipeleka kwao kujenga Warabuni. Sisi tunabaki hapa maskini. Sijui kama mnanielewa. Wangapi mnaelewa nacho kizungumza? Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kila kitu kinapigwa bei. Airport ya Kia imekabidhiwa kwa watu wa Oman. Alizungumza sana Mheshimiwa Lissu mwaka jana. Maana yake ni nini? Maamuzi haya yanayofanywa na wabunge wabavu kama Tulia, maana yake ni nini? Unapochukua airport yako unamkabidhi Muomani, pale Kia wanashuka wageni zaidi ya 1.5 kwa mwaka. Na kila mgeni unaposhuka pale unakatwa $55 kwenye tiketi kwa kutumia uwanja. Akishuka anaenda polini $55. $55 ni kama 140 hivi. Akirudi akipanda ndege anarudi kwa Ulaya $55. Kwa hiyo mtalii akishuka na kuondoka ameacha shilingi 300,000. Piga 300,000 mara watu 1.5 billions of money. Hizo sisi tumejenga uwanja kuusimamia tu, waingize fedha hatuwezi. Tumempa Muomani aende achukue hizo fedha akajenge Oman. Sijui kama mnanielewa. Hivi mnanielewa vizuri? Sasa kama unatoa uchumi wako ndani ya nchi unapeleka nje, unawezaje kuajiri watu wako? Utaongezaje mishahara ya walimu? Utaongezaje mishahara ya polisi? Utaajiri vipi polisi wengine? Nchi hii ukisoma takwimu za serikali, vijana waliomaliza vyuo vikuu wanaohitaji kuwa walimu hawafiki hata 1,000,000. Lakini tuna mahitaji ya zaidi ya walimu 1,000,000 kwenye nchi hii. Nafasi zipo. Vituo vya polisi haviko kila kata. Tunahitaji kituo cha polisi kila kata. Kwa hiyo kama nchi ina fedha, kila siku ajira zitakuwepo. Lakini fedha zote hizi zinatolewa kwa njia mbalimbali. Zinapelekwa Ulaya, zinapelekwa Omani, zinapelekwa kwa wazungu. Miradi hii hapa hawawezi kuiendeleza kwa sababu hana fedha. Fedha zinaishia kwenye wizi. Walikuja hapa Tulia, tunajenga barabara 4. Mwaka wa 3 sasa tunapita hapo, hiyo barabara 4 haipo. Wakandarasi wameondoka. Uongo kweli? Hawana uwezo wa kulipa wakandarasi. Fedha zinazopatikana ni za wizi tu. Uongo kweli? Tunazungumza kwenye nchi ambayo ina rasilimali, madini, dhahabu, mbuga za wanyama, Tanzanite, nickel, chuma, kila kitu kiko Tanzania. Gas, tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Tunaishi kwenye umaskini wa kutengeneza. Tunaishi kwa sababu viongozi tulionao ni wahovyo, wana uwezo. Tunaagiza ngano kutoka nje. Mtapataje ajira kama tunaagiza ngano? Kama tunaagiza mchere kutoka Pakistan, tutawezaje kuajiri watu wetu? Kama tunaagiza maziwa kutoka Kenya ya zaidi ya bilioni 15 kila mwaka. Ng'ombe, nani hapa akipewa shamba la eka 2, akapewa ng'ombe 2, akapewa na mtaji, atashindwa kuwasimamia, apate lita 40, amuuzie hasa shilingi 40,000 kila siku, apate 40,000 anunue mboga na watoto wake waende shule? Nani anashindwa hilo? Tuna serikali ya hovyo ambayo inataka kuwaaminisha kwamba umaskini mlionao amewaandalia Mwenyezi Mungu. Umaskini huu ni wao waliotutengenezea. Tupo watu tunaoweza kufikiri, tunaoweza kuondoa umaskini huu. Na kura yako ikiheshimika na ikathaminika, tuna uwezo ndani ya miaka 2 kwa rasilimali tulizonazo tukaondoa umaskini. Tuna bahari ndugu zangu. Angalia
ukubwa, urefu wa bahari yetu kutoka Mtwara mpaka Tanga kilomita zaidi ya 1600. Kuingia ndani tuna nautical mile zaidi ya 200 kwenda ndani. Hilo ni eneo letu ambalo tunaweza kuvua. Juzi nilisema Zanzibar, unasoma Norway wametoa mazao ya samaki mwaka jana kutoka baharini dola za Kimarekani bilioni 9.4, trilioni 30. Bajeti yetu ya nchi yote kwenye samaki tu wanaotokana na bahari. Hatujagusa uvuvi ziwa Nyasa, hatujagusa uvuvi ziwa Victoria. Watu wetu wangekaa nyumbani wasiokuwa na ajira, tungekuwa tunawalipa kila mwisho wa mwezi kutoka serikalini kama nchi zilizoendelea zinavyofanya. Tungetibu watu wetu vizuri, watoto wetu wangesoma vizuri, kwa sababu uwezo upo. Lakini watu walioko madarakani hakuna akili, ni wizi wa rasilimali za nchi yetu. Ninawaomba kwa kumalizia, hatuwezi kupata mambo mazuri haya kwa ndoto, tutayapata kwa mapambano. Hatutaondoka kwa maskini kwa kutegemea huruma za CCM. Hawawezi kutuhurumia. Kwa miaka 63 wameshindwa kutuhurumia. Nani miongoni mwenu anasema wanaweza kutuhurumia leo? Nani anaweza kusema hivyo? Huruma walionayo ni ya kijinga, ya kuwaletea mitungi ya shilingi 20,000 ya gesi. Unahitaji fedha ya kununua gesi yako mwenyewe, huhitaji gesi ya Tulia Ackson. Sisi tutakufundisha kuvua, hatutakupa samaki. Neno la Mungu linasema fundisha watu wako kuvua, sio kuwapa samaki. Ukiwapa samaki, kesho huwezi kuwapa tena. Huo mtungi unaokupa ukisha gesi, nani atakujazia? Na uchaguzi utakuwa umeisha. Utasubiri ujazo 2025, si ndio? Tunahitaji uwe na fedha za kununua gesi mwenyewe unayohitaji. Hatuhitaji mwape walimu wetu vitenge. Tunahitaji wanunue vitenge kwa mshahara wao. Tuna uwezo huo. Kwa uchaguzi tulionao, jinsi wanavyoiba, hatuwezi kuingia madarakani ili tulete haya mazuri. Najua Mbeya kilimo kilivyokufa, ZZK Mbeya ilikuwepo, ilikuwa inaajiri watu, haipo tena. Tuna uwezo wa kurudisha vitu hivyo. Tuna uwezo wa kufanya Mbeya ikawa habu ya kilimo. Ndege zikaruka hapa kupeleka mazao Ulaya. Tukafufua reli ya Tazara wameikabidhi kwa Mchina jana, siwi juzi, miaka 27. Tuna uwezo wa kurudisha vitu vyote. Nchi yetu inageuka kuwa nchi ya Wachina na Waarabu. Tutairudisha mikononi mwa wananchi. Lakini tutairudisha kwa mapambano ya no reforms, no elections. No election. Miongoni mwa upotoshaji wanaoufanya, ipo misamiati miwili wanaitumia kwenye maana ya no reforms, no election. Msamiati wa kwanza wanasema Chadema haitashiriki uchaguzi mwaka huu. Msamiati wa pili wanasema Chadema itasusia uchaguzi mwaka huu. Maneno kwamba hatutashiriki na hatutasusia sio maneno ya Chadema, na mtu yoyote ukimsikia amesema Chadema itasusia uchaguzi na haitashiriki uchaguzi, mwambie koma. Kauli ya Chadema mwaka huu ni kwamba yasipokuwepo mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Maneno ya kwamba tutasusia na maneno ya kwamba hatutashiriki sio kauli ya Chadema, na mwana Chadema ukikutana na mtu yote anasema maneno hayo, kamwambie koma. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna mtu aliwahi kuniambia ukienda sehemu yoyote ili ujue hali ya maisha ya watu hao, angalia viatu walivyovaa. Na mimi nimeangalia viatu vyenu watu wa Mbeya, nimeona na nyie maisha yenu ni magumu kama ya maeneo mengine kwenye taifa hili. Ugumu wa maisha yenu sio mpango wa Mungu. Ugumu wa maisha yenu ni mpango wa CCM, kwa sababu CCM haijawahi kuwaza maisha yenu. Na mfano wa hayo ni kwamba sisi vijana kila siku ya Mungu tunalia na ajira. Nimemsikia juzi waziri mkuu anasema vijana waliomaliza vyuo vikuu waende VETA. Waziri mkuu anamaanisha kwamba vyuo vikuu kwenye taifa hili havina maana yoyote. Twende VETA tukatafute ujuzi. Sasa mimi nimuulize, waliowahi kwenda VETA wote wana ajira?
wanakimbia majukumu yao. Kipaumbele cha waziri mkuu na serikali ya CCM ni kununua mashangingi. Ndio maana mwaka jana wamenunua ma-VX ya bilioni 900 kwenye taifa hili. Mkaguzi wa hesabu za serikali amesema hapa Mbeya kwenye kila shilingi 100 inayopangwa ya maendeleo, shilingi 57 haipatikani. Kipaumbele cha CCM ni matumbo yao, sio maisha yenu. Sasa nawaambieni vijana wa Mbeya, mwaka jana nimewaona mnalalamikia kuhusu kodi ya ushuru, tozo ya ushuru mnailalamikia. Msiilalamikie, kwa sababu hawa watu hawajawahi kuwaza maisha yenu. Iungeni mkono Chadema kwenye no reforms no election, kwa sababu hicho ndio kitu pekee kitatufikisha kwenye nchi ya ahadi. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki. Makofi kwa Deo, mwenyekiti wa vijana. Na leo amerudi kwenye chama chetu. Sisi wanachadema wote tuna furaha Dr. Slaa, na tunakukaribisha kwa upendo. Tupige kazi, tubadilishe nchi hii. Ndugu zangu, watu wa Mbeya, mimi ni mwanasiasa ambaye ninataka tuzungumze maisha yetu. Siasa ni maisha yetu. Siasa ni uchumi. Siasa ni elimu ya mtoto wako. Siasa ni madawa hospitalini. Siasa ni fedha kwenye benki, kwenye mfuko wako. Siasa ndio mazao yako na ndio maisha yako. Ukikosea kufanya maamuzi ya kisiasa, matokeo yake ni kujidhulumu maisha yako, ni kuishi maisha mabaya hapa duniani. Na mimi ninafikiri hakuna mtu aliyeletwa hapa ili aishi maisha mabaya. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Mungu hana upendeleo. CCM wanatuambia huyu amebarikiwa na Mungu, kwamba ukimwona mtu anaishi pazuri, huyu amembariki Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye unaishi pabaya, Mungu amekurani. Unakubaliana na hilo? Kwamba wanaoendesha magari ni kwa sababu Mungu tunayemjua ambaye ni wa haki eti amewapendelea. Wewe hajakupendelea. Si ndio wanachotaka tuamini? Mungu hapendelei. Mungu ni wa haki. Ndio maana Mungu ametuweka kwenye nchi nzuri hii ambayo ina rasilimali za kila aina, ambayo Mungu alituweka hapa ili tufurahie wote maisha ya hapa duniani. Lakini nchi hii inaharibiwa na watu wachache walioko madarakani, wanaolindwa na polisi na vyombo vya dola. Wezi wanalindwa, vibaka wa mtaani wanakamatwa na kupigwa, majambazi wanalindwa. Leo nimemsikia mtu anaitwa Amos Makala. Ni vizuri tukalisema hili kwa kifupi. Amos Makala kusanya michango ikanunue virusi vya Ebola na Mpox ivilete Tanzania ili watu wa CCM wafe, alafu tusipige kura, kwamba tutaleta virusi vizuie uchaguzi. Sasa unajiuliza kwamba hivyo virusi vinavyokuja ambavyo vitamjua huyu ni Chadema na huyu ni CCM ni virusi vya aina gani? Alafu Amos Makala anatuambia tunaenda kununua virusi bila kuambia Watanzania hivyo virusi vinauzwa duka gani na kwa bei gani, ili tuambie WHO wakaviangamize kule vinakouzwa. Huyu ni mtu mjinga, na chama cha aina hiyo kimejaa watu wa hovyo wanaofikiri Watanzania hawawezi kufikiri. Haiwezekani msemaji wa chama akasema hivyo. Hizi zinaitwa biological attacks. Kama virusi vinakuja hapa, maana yake anawaambia watalii wasije Tanzania kwa sababu wakija hapo watakufa. Huyu ni mhujumu uchumi. Na gazeti la serikali Habari Leo limeandika habari hiyo. Mwenyekiti, wewe ni mwanasheria,
ninakuomba uagize wanasheria wetu wawafungulie kesi hawa watu. Tunataka habari leo ituambie ni wapi virusi vinauzwa na vinauzwa shilingi ngapi, na Chadema imevinunua kwa bei gani, na inavipeleka sehemu gani specific. Hilo ni la kwanza. Tunaongozwa na watu wa hovyo namna hii kwa sababu uchaguzi zetu zimekuwa zikiharibiwa. Zinaharibiwa na polisi ambao nao wana maisha mabaya. Ndio maana tunaongozwa na watu wa hovyo kama kina Amos Makala. Ndugu zangu watu wa Mbeya, Mbeya hii ina kilomita za mraba 62,000. 62,000. Kwa sensa ya mwaka 2020 Mbeya ina watu milioni 2.3. Nchi ya Uholanzi, nchi nzima ya Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Ina maana Mbeya ni kubwa kuliko Uholanzi.